Karibu tena mtazamaji wa Butoke Media, na leo tutaendelea kujifunza. Leo mezani tutajifunza elimu ya baba yake na Carlos Puyo. Ni elimu ya namna gani? Usiondoke mpaka mwisho wa mafunzo haya. Baba yake na Carlos Puyo, kwanza ujue Carlos Puyo ni nani. Carlos Puyo ni mchezaji wa zamani wa Barcelona, klabu ya mpira wa miguu wa Barcelona. Huyu mzee siku moja, wakati hiyo klabu ilikuwa inataka kupata wachezaji wapya na mwanae alikuwa ameshakuwa mkubwa, anatoshea kwenda kufanya mazoezi na kujiunga na hiyo klabu ya Barcelona. Kabla hajaondoka kwenda kujiunga na hiyo klabu, hiyo siku moja kabla hajakwenda, baba yake alimuita Carlos Puyo na kumwambia maneno yafuatayo. Alimwambia, na kuruhusu uende kwenye kufanya mazoezi au kufanya mtihani, kwa sababu zamani ulikuwa kujiungi na klabu hiyo kama haujafanyiwa mitihani ya mazoezi fulani ambao wao waliandaa. Na akamwambia, na kutuma uende ukajiunge na hiyo klabu, lakini ni kwa masharti. Kama ukifika kwenye hiyo klabu na ukakutana na watu 20 ambao walikuwa wameshaandaliwa tayari, ambao walikuwa ni wazuri kuliko wewe, ni wana ubora kuliko wewe, basi nitakuruhusu urudi nyumbani. Lakini kama ukifika kule na wakachagua watu 20 na wewe ukaonekana watu 20 wenye bidii, na wewe ukaonekana haukuwa na bidii kubwa na ndio maana ukarudi, basi hata mimi sitakupokea. Maana yake nini? Baba yake na Carlos Puyo waliamini kwamba bidii ikitumika kwenye uwezo wa mtu ndio ule uwezo wa kuzaa matunda na kupata ushindi, hasa kwenye nyakati ambazo unatakiwa kupata mpenyo kwa njia ya kushindanishwa na wengine. Ndio maana baba yake na Carlos Puyo alimwambia mwanae kwamba kama watu 20 watachaguliwa na wewe ukakataliwa kwa sababu haukuonyesha ubora kuliko wao, au wao walionyesha ubora wa bidii kubwa zaidi kuliko bidii ya kwako wewe, basi hata mimi nyumbani sitakupokea. Ukweli ni kwamba maisha haya, baba yake na Carlos Puyo alidaka jambo la msingi sana kwenye maisha, ambalo hata Biblia inatufundisha pia kwenye kitabu cha Methali 22 mstari wa 29. Anasema, anauliza pia kama swali kwamba je, umeona mtu mwenye bidii katika njia yake? Anasema mtu huyu husimama pamoja na wakuu, wala hasimami pamoja na watu wasio na heshima. Maana yake nini? Matunda ya kazi njema, pesa na umaarufu na faida nyingi za uzuri wa kazi zetu za mikono umefungwa kwenye bidii yetu. Ukifanya kwa uvivu na mikono iliyolegea, ni ngumu sana kupata matokeo makubwa kwenye jambo hilo. Kwa hiyo wote tunajua, na hasa wale wapenzi wa soka, kwamba Carlos Puyo alikuwa ni mchezaji mzuri sana wa klabu ya Barcelona. Tafsiri yake ni nini? Alidaka mafundisho ya baba yake, na alipofika kule alionyesha bidii sana, ili wakichagua watu 20 wenye bidii, yeye aonekane ni miongoni mwao, asije karudi nyumbani kwa sababu aliachwa kwa sababu ya uvivu, ya kufanya kazi kivivu, kucheza mpira kivivu, kukaba kivivu, na kupiga mashuti ya kivivu, na kufanya namna ambayo ni ya kawaida sana, na badala yake alifanya ushauri wa baba yake. Hili ndilo somo la leo. Jifunze pia kufanya mambo yako kwa mkono wenye bidii, kwa kuwa mafanikio yamefungwa kwenye bidii ile utakayoonyesha kwenye zile kazi zako. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu tena kwenye muendelezo wa mafundisho yetu. Nilikuwa nami mwalimu wako Nelson Jugunya, nikuage kwa sasa. Bye bye.